Yo, ni aje wazito. I hope mko poa. Sana nataka kidogo tuzungumzie mambo ya ndoa kidogo ama relationship. Sana sana ndoa. Utapata siku hizi unaweza kuwa mko katika mahusiano na mtu ama katika ndoa. Lakini wao waenda mahali fulani, pengine chama ama uko na mkutano ama una miadi na mtu umeenda kukutana naye mahali fulani. So unaona wewe hakuna sababu ya kuarifu mwenzako. Yule mwenzako ambao umwambii unaenda wapi, yeye si malaika bana. Atabaki na dukuduku na wasiwasi. Huyu mtu ameenda wapi? Atakuwa na nini leo? Na hiyo shida kidogo au mapuuza madogo unayoyaleta yatafanya avunje ndoa yenu. Hapo ndio shida ya ndoa yenu itakapoanzia. Unaona? So jaribu sometimes kumwarifu mwenzako early in advance, kabla hujaenda, mwambie kesho naenda mahali fulani. Akae akijua mtu wangu kwa mahali fulani. Pia waweza kwenda ukaenda pale mahali hata simu yako ikaibiwa, ama ukaenda ukapata tuseme hata ukapata accident mahali. Yule mwenzako hataweza kufikia ama kukusaidia wewe kwa sababu tu ya ile ignorance yako uko nayo. Hutaki kumwarifu mapema niko mahali fulani ama naenda mahali fulani. Wewe unatoka tu unaenda zako. Unaona? Sasa hayo mambo madogo madogo tu unaopuuza katika ndoa ndio yanaleta shida. Na atafanya mume wako akubadilikie wewe. Sana sana kwa ladies. Nyinyi ndio mnafaa kuambia your men utakuwa wapi ama unaenda wapi. Ndio mtu asikae na wasiwasi akiulizwa huyu ameenda wapi ama yuko wapi. Tena ataona ile heshima utakuwa umemheshimisha, umemwonyesha kwamba unamheshimu, unamdhamini. Unaona? Failure to that, mume wako atakubadilikia. Na akikubadilikia wewe ndio utakuwa na tabu. Unaona? Na hasira itakupa uduwazi. Utabaki kuwa duwazi wewe. Haya, think about it.